Hii ni Malezi na Asfar. Tunalea watoto, tunajenga taifa. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habari yako na habari ya saa hizi. Karibu katika kipindi cha Malezi na Asfar. Leo napenda kukaribisha rasmi katika kipindi changu kipya cha Yajue Yaliyojificha. Katika kipindi hichi utapata kusikia hadithi mbalimbali za kutoka sehemu mbalimbali duniani ambazo zinatufunza kuhusu malezi, na utapata kuona jinsi gani unavyomlea mtoto wako inasababisha kumjenga au kumbomoa. Bila shaka mambo mengine pia yanachangia, lakini la mwanzo ni mahusiano yako wewe na mtoto, vile ambavyo unamlea. Na nakuomba ushirikiane na mimi katika dhamira yangu hii ya kulea watoto wetu pamoja, ambao ni lengo kuu la channel hii ya Malezi na Asfar. Tuleeni watoto wetu pamoja, kwa sababu huo ndo msingi wa malezi yetu ya Kiafrika. Malezi ya Kiafrika, mtoto halelewi na mtu mmoja, analelewa na jamii nzima. Wewe mawazo yako na mimi mawazo yangu tukiyachanganya pamoja, huenda asaheri na sisi tukabahatika kulea watoto wema, watoto ambao watafanikiwa katika maisha yao, watoto ambao watapendeza katika jamii, na watoto ambao wataleta maendeleo sio tu katika familia zetu, lakini katika nchi nzima kwa ujumla wake. Napenda nikuombe usisahau kulike, kushare na kusubscribe katika YouTube channel yangu, ili kunisaidia lengo langu la kulea watoto pamoja lifanikiwe. Na tutakuwa tunaangalia sio tu kusikiliza habari, lakini tutakuwa tunaziangalia kitaalamu. Vipi malezi hayo yamejenga au yamebomoa, au kuna nyoyo ambayo zimebeba mambo mazito ambayo watu hawayajui, lakini sasa umefika wakati wa kuyajua watu, ili walofikiwa na matatizo hayo wapone, na ambao hawajafikwa basi wajue matatizo yalikuwepo na waweze kuwasaidia watoto wao nao wasipitie matatizo hayo. Maana siwe sisi tumepitia matatizo hayo, wazee wetu wamepitia matatizo hayo, na watoto wetu nao wapitie matatizo hayo. Hapana, inabidi tuje na mikakati kujua mambo gani yametokea ambayo yamejenga nyoyo au yameumiza, ili tuweze kuwasaidia watoto wetu wawe watoto wazuri. Leo nimekutana na story ambayo ilitikisa sana Marekani mwaka 2013. Story hiyo inajulikana kama affluenza case. Na hii ni story ambayo kwa njia moja au nyingine inawaathiri watoto wetu wengi. Hii kesi ni ya mtoto anaitwa Ethan. Ethan huyu alibahatika sana, yale kwa mtoto mmoja mwenye bahati, maana kazaliwa kwenye familia ambayo wazee wake ni matajiri. Na sizungumzi wana pesa tu za kubadilisha mboga, hapana, ni matajiri sana. Kwa hiyo akamlea huyu mtoto kwamba hajui kukosa. Baina yeye na kitu anachokitaka ni kusema tu. Akisema kitu kimekuwa. Akisema huyu mfanyakazi mimi simpendi, ndugu yangu kibarua chako ndio kimekuishia hapo. Akisema mwalimu huyu simtaki, kazi imekwisha. Skuli hii sitaki, anahamishwa. Yaani mtoto kalelewa kwenye deko fulani hivi. Hajui kuambiwa hapana. Kwa hiyo kenda Ethan maskini kakuwa, kafika nafikiri miaka 12, 13, akaanza kulewa. Kwa sababu wazee hawana ile nguvu au thubutu wa kumwambia mtoto usilewe, wewe bado pengine umri wako mdogo, au ulevi unaweza ukakuathiri hata afya yako. Akaachiwa, akawa nalewa mpaka kafika miaka 16, mtoto chakari ulevi. Basi na kuendesha gari pia, akaanza kuendesha gari mapema kuliko umri wake. Sasa siku hiyo katoka kalewa, alivolewa kachukua gari la babake ile kama matruck yale magari makubwa yale, katoka nalo, na huku kumbe kishalewa. Unajua kwenye nchi za wenzetu kuna kiwango fulani cha ulevi, ukilewa wanahesabu kwamba akili yako bado iko hadhir. Kwa hiyo hakuna neno unaweza ukadrive.
Na ndo kama umeona michezo mingi ya Kimarekani, wakimsimamisha dereva kwa na wasiwasi na ulevi tu, la mwanzo wanamtia kile kidude kupima kiwango cha ulevi kwa kiwango gani. Sasa ikiwa katika kiwango kinachotakiwa hakuna neno, lakini kikizidi kiwango kile ambacho kinatakiwa ndo tatizo. Sasa Ethan alikuwa kalewa mara 3 ya kile kiwango ambacho kinatakiwa. Basi katoka na gari lake ile maspidi na nini na ujana na ulevi, kakuta vijana 4 wamesimama barabarani, ka speed up, boom, kawagonga. Yaani wale watoto maskini hawakuomba maji, wamekufa hapo hapo. Yaani nimekuja mama ambulance juma polisi washa kufa zamani. Hebu fikiria, mtoto wa miaka 16 anaingia katika kesi kama hiyo kubwa ya mauaji, tena kalewa. Maanake ingekuwa at least imetokezea ajali tu kama ajali nyingine, hakulewa, tungesema labda utoto labda nini, lakini kalewa mara 3 zaidi ya kiwango, tena na mtoto mdogo. Basi kesi imekwenda mahakamani. Mwanasheria akitizama kesi, na itetea vipi? Manake kaua, kaonekana, watu wamekufa, wale pale wanaonekana, unamtetea vipi? Kwa hiyo wazee wake waliposema wana pesa sana, wakatafuta mwanasheria ambaye yuko vizuri, ndo akamwajiri huyo. Alichokwenda kutetea akasema, huyu mtoto unajua kalelewa katika malezi ya kitajiri sana, kalelewa katika malezi ya kudekezwa kupita kiasi. Yaani kiasi cha kwamba mtoto akili yake haijui zuri lipi wala baya lipi, wala haijui kama akifanya kitu kuathiri wengine kuna madhara. Kwa hiyo ukimpeleka jela mtoto kama huyu, unakuwa hujamsaidia. Unatakiwa umpeleke pahali ambapo ende akafunzwe tabia, ajue hili zuri, hili baya, lakini sio kumweka jela. Kumweka jela hakusaidii. Azatizama nguvu ya pesa. Watu huku wanaomba maneno hayo tayari wamepoteza maisha ya vijana wao. Jaji katoa hukumu vipi? Jaji katoa hukumu, bwana huyu itabidi afungwe. Akafungwa miaka 10. Lakini kifungo chenyewe vipi? Kifungo chenyewe kafungwa ndani ya nyumba. Kwao sema tukaekewa usilewe, usende mapati, usifanye hivi, usifanye vile, lakini kwao sio jela ambapo Mungu atustiri ndo wengi watoto wetu wanamalizikia huko. Basi watu hawakufurahi, na ndo maana ikawa ni kesi kubwa, ndo mkapata hilo jina, hicho kipengele ndio kitumia wakili wake affluenza. Kwa hiyo ndio ikawa ndo affluenza kesi tena hiyo. Kila pahali media zote za Marekani kwa inazungumza kesi hiyo, wanaharakati kwamba kesi hiyo haikuhukumiwa kihaki na mambo kama hayo yakatokea. Basi bwana, maisha kaendelea, lakini yule mtoto ndo kamwambia akashazoea kudekezwa, maisha kuwekwa vizuizi, usifanye hivi, usifanye vile, hawezi tena. Kwa hiyo hamu ya mapati, hamu ya ulevi shamshika. Mama maskini kwa huruma ya mama akamchukua kijana wake, akamtorosha. Wakaenda zao Mexico. Vijana nasema wakaenda kula bata huko. Wamekaa wenyewe na enjoy maisha yao Mexico vizuri. Ule mtoto kaanza kulewa nini, kila anavyotaka anafanya. Sasa unajua kesi kisha ingekuwa mtu wa kawaida au kesi haijawa kubwa hivyo ikapata umakini wa media, pengine hata singekuwa kitu kikubwa, lakini kesi hiyo bwana, media ilitangaza sana. Kwa hiyo watu walipomuona tu wakajua huyu Ethan, na kipindi hichi anatakiwa aweko wapi? Aweko ndani Marekani na asiweko sehemu nyingine. Kwa hiyo akapiga simu kwenye authority ya Marekani, akaja akachukuliwa kwa pingu kutoka Mexico kuleta zake Texas. Kesi tena ikatumika nguvu kubwa, nguvu ya kujuana, nguvu ya pesa, nguvu ya hivi, nguvu ya vile. Ikaishia kufungwa miaka 2, nayo pia ikapunguzwa
kwa sababu ikaendea vile vile mtoto hajui jamani, hata hivi anavyofanya hajui. Kama zuri na baya, tuendeleeni katika kumfunza. Kwa hiyo huku na huku akaishia kuwekwa jela, nafikiri siku kadhaa, kama mwaka, sio mwaka moja na nusu, basi imetokea. Kwa hiyo alhamdulillah, nguvu ya pesa imetumika, ilikuwepo, alikuwa na watu wa kumtetea na hivi na vile, lakini hebu fikiria akili yake ikoje. Mtoto mdogo miaka 16, kila wakati ukikaa wewe ukifunga macho unaona ile ajali ilivyotokea, unaona wenzako ulivyowaua, na ile stress ya kila siku, mapolisi leo, maloya leo, siyo nani leo, media imekutukana leo, hawa wamekunini leo, watu wameandamana mji mzima kwa sababu yako wewe. Hebu fikiria, hata kama mwili utakuwa uko huru, akili haitobaki huru, bado itaendelea kuwa mtumwa wa matendo uliyoyafanya. Na hii ni mfano mmoja tu wa Ethan, lakini kwa bahati mbaya tunao Ethan wingi huko mitaani. Tunao wingi. Mtu tena wala sio matajiri watu, mtu anaweza kuwa maskini lakini anambia kwa maskini wangu nitajitahidi mwanangu asikose alichokitaka akipate. Mtoto wako kenda kapiga watoto wa watu, baada kukaa kujua kwa nini mtoto kapiga, ukasuluhisha, unaanza kutukana majirani, unaanza kugombana na watu, mpaka ule mtoto anakuwa na kile kajeuri fulani kwamba uwezi kunifanya lolote, mimi mzee wangu bwana atasimama na mimi. Uzuri mzee kusimama na mtoto wako, lakini sio mpaka mtoto awe hana adabu, mpaka mtaa mzima au skuli walimu wote wanamjua, huyu bwana hana adabu, lakini ukimgusa utakoma. Umpendi mtoto, unamharibia. Unajua kuwa mkali sana si nzuri, lakini kuwa kumeregea sana si nzuri. Ubora mambo ni kati na kati tu. Ukikaza kamba sana utaua, lakini ukiregeza utavutwa wewe. Hasa aina hii ya ulezi wa kudekeza dekeza, kuruhusu mtoto afanye kila kitu, kitaalamu wanaoita permissive parenting. Kila mtu anataka anaruhusu. Aina hii ya malezi ina faida chache kuliko hasara zake. Faida zake naweza kuambia kwamba mara nyingi mtoto anakuwa na ukaribu sana na wazazi wake. Sana, anawapenda sana wazazi wake. Lakini hawa wazazi na upendo wote, siku atakayokuja kumkatalia kitu kimoja tu, mara moja tu, habari imeishia hapo. Na la pili, kuna nafasi kubwa tu kama hawa wakawa ni wabunifu sana, mara nyingi wanakuwa ni wabunifu. Na aina hii ya malezi, mzazi anakuwa anaweka urafiki zaidi kwa mtoto wake kuliko kuwa mzazi. Yani anataka apendwe na mtoto wake kuliko kawaida. Na hili ndio linalomharibu mtoto, na hili ni tatizo. Na ubaya wa mambo na hili nakwambia kwa moyo mzito kabisa, mtoto wako wewe mpenda utakavyompenda, mdekeza utakavyompendekeza, akitoka nje kwenye ulimwengu, dunia haitompenda unavyompenda wewe. Dunia haitomdekeza kama unavyomdekeza, itamkumta kama ilikumta watu wengine. Kwa hiyo mtoto wako yuko tayari? Dunia ikija ikamkatalia, ikamwambia hapana, yuko tayari? Umemlea mtoto wa aina hiyo? Na siku mtoto huyu atakayetoka nje, idha kama kaomba masomo, kaomba kazi, kenda kaomba ushirikiano wa biashara, akaambiwa hapana, sitaki kufanya kazi na wewe, basi kiwango chake cha msongo wa mawazo kinakuwa kiko juu balaa. Yani bila shaka ukiambiwa kitu unataka kuomba mtu akakukatalia, utajisikia vibaya. Lakini hawa watoto wanatoka malezi ambayo hawajazoea kuambiwa hapana, wanachanganyikiwa vibaya sana. Na akiendelea kenda huku kamkatalia, yule kamkatalia, huyu hajampa anachokitaka, wanabiduka akili haraka. Au ndo ataingia katika maulevi, wanaishia kwenye madawa ya kulevya na mambo kama hayo. Kwa hiyo mimi naelewa kwamba tunawapenda watoto wetu sana, lakini tusiwapende kiasi kwamba tukaja kuharibia maisha yao baadaye. Tuwapende kwa kiasi, tuwapende, tuwajulishe kama tunawapenda, tuwatetee inapobidi, lakini tusilee watoto wa adabu, watovu wa adabu.
mimi ndani ya moyo wangu yani natamani sote watoto wetu wa watoto wazuri, wawe watoto wema, wawe watoto ambao jamii itafaidika kwa sababu ya watoto hawa. Hiyo ndo ninavyotamani, na siwezi kusaidia kila mtu, lakini ndio maana nimekuja na hili wazo la kulea watoto wetu pamoja katika kipindi changu hichi cha Malezi na Asfar, na kuomba ushirikiane na mimi, unipe ushirikiano wako kwa kutumia video hii watu wengine, kwa kusubscribe katika channel yangu, ili lengo langu la kuweza kusaidia na sisi watoto wetu wakawa watoto wazuri, wakawa watoto wanufaa kama watoto wengine, liweze kufanikiwa. Yani natamani kuona watoto wetu wote wanafanikiwa, watoto wetu wote wanakuwa wanaweza kukua, wakajitegemea, wakaendelea na maisha yao wenyewe. Yani natamani iwe ni hivyo, lakini siwezi kama hutuniruhusu kushirikiana na wewe katika kulea watoto wetu pamoja. Basi ukipata kuna hadithi au kuna jambo limekutokea au limemtokea mtu mwingine, unatamani kushare ili tujijadili kwa pamoja, hilo malezi hayo yamejenga au yamebomoa, tuliangalie kitaalamu likoje na athari zake, na vipi tunaweza kuchukua mafunzo hayo na kuyaleta katika maisha yetu binafsi. Nakushukuru sana 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 kwa kubaki na mimi mpaka mwisho wa kipindi changu hichi cha Yajue Yaliyojificha. Assalamu alaikum. Hii ni Malezi na Asfar. Tunalea watoto, tunajenga taifa.